Tia taarifa hiyo kutokana na kauli ambazo zilitolewa na maaskofu wa kanisa Katoliki hapo jana. Kwa hivi sasa navuka mbashara hadi katika kaunti ya Nyeri ambapo mwenzangu Clement Masombo anazungumza na wananchi kupata kauli zao. Usukani ni wako Clement. Naam, shukrani sana Gakunga. Ni kweli kwamba kufuatia hayo matamshi ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini, kulikuwa tuna hisia, kulikuwa na mambo mengi yalijitokeza hasa kutoka kwa upande wa serikali, tukiona wanasiasa wakijitokeza na kuwakemea vikali, kuwakashifu vikali wale maaskofu ambao walitoa hiyo taarifa, wakisema kwamba nyingi kati ya hayo matamshi ambayo walisema hayakuwa ya kweli, huo haukuwa msimamo wa kweli. Na wengi tukamwona hadi mbunge wa Kapseret Oscar Sudi akimuita askofu mkuu wa jimbo la Nyeri Anthony Muheria kuwa mkabila. Lakini sasa nataka nizungumze na baadhi ya wakazi hapa Nyeri, wanieleze tu hisia zao ni zipi kufuatia hayo matamshi ambayo yalisemwa na maaskofu, na vile vile zile hisia ambazo zilijitokeza kutoka kwa wale viongozi wa upande wa serikali. Karibu hapo, tueleze unaitwa nani na wewe unasemaje kuhusiana na hiyo taarifa ambayo ilitolewa jana na maaskofu, na vile vile jinsi serikali ambayo ilijitokeza kujibu wale maaskofu. Kwa majina mimi naitwa Washira. Vile naweza sema maaskofu walisema ukweli. Kwa sababu ukiangalia hii nchi vile wametupeleka iko na ufisadi nyingi, na hiyo mambo yote waliongea hiyo ni ya ukweli. Tena mimi nataka kulaumu serikali kwa kosoa maaskofu, tukijua wao ni watu wamepewa nafasi kubwa ya kushunga waumini wao, na lazima wao wanaambia waumini wao ukweli. Kwa hivyo yangu ni kusema serikali hapo haikufanya vizuri, kwa sababu wangekaa chini waangalie hiyo makosa wanaambiwa. Tena ile kitu ilinijagaza ni kuwa walikuwa wanaingilia huyu bishop wa hapa Nyeri Muheria, na hata Muheria hakuwa hapo. Kwa sababu mimi niangalia hiyo kitu, Muheria hata mwenyewe hakuwa hapo. Kumuita mkabila hapo walikosea sana, kwa sababu yeye ni mlinzi wa watu wengi wa kanisa Katoliki wa Nyeri. Tena hapo walitusi hata waumini wa kanisa ya Katoliki, kwa sababu wakati umesema mkubwa wao anadanganya, na tukijua ukweli yeye amepewa hiyo jukumu ya kutuangalia, kutukosoa na kutuambia ukweli. Hapo serikali ilikosea kabisa. Kwa hivyo kulingana na wewe unaona kwamba wale bishops walisema ukweli? Mabishop walisema ukweli, kwa sababu ni kitu wanaona na macho. Sisi watu wa Kenya wote tunaona na macho yetu. Pesa zimeibiwa. Pesa tunasikia hata airport wanauza kila pahali. Kwa sababu ukiangalia hata hii mambo ya hospitali, tunaangalia watu wanalilia kwa hospitali. Hiyo pesa wamesema wametenga, kila kitu wametenga, lakini hakuna kutonga hii serikali ingia, hakuna kitu nimeshaona walituahidi wamefanya hata moja. Kwa hivyo maaskofu walisema ukweli. Labda kauli yako ni ipi kwa serikali? Wakubali kuambiwa ukweli. Sio wakiambiwa ukweli wanarukaruka wanasema hawajaambiwa ukweli. Kwa hivyo serikali ikubali kuambiwa ukweli na ibadilike na ibadilishe, kwa sababu hii serikali tuko naye mpaka 2027. Ikifika hapo kama habadilishi, lazima tuwe tunawakosoa, lazima tuwe tunawaambia ukweli, na kila mtu ako na haki ya kuambia serikali kama imefanya makosa, iambiwe imefanya makosa. Sio mtu mmoja akisema ati imefanya makosa wanarukaruka wanasema hakuna kitu kama hiyo imefanyika. Kwa hivyo serikali ibadilishe na ibadilike kabisa. Kwa hivyo mimi yangu ni kusema maaskofu waliongea ukweli na wakaambia watu wao, mafuasi wao ukweli. Kwa hivyo waangalie hiyo ukweli na wasianze kusema ati walifanya makosa. Haya, asante. Mwenzako hapa anasema kwamba maaskofu walisema ukweli. We, je, kauli yako ni ipi kufuatia hiyo taarifa ya jana ambayo ilitolewa na maaskofu wa kanisa Katoliki nchini? Kwa majina yangu mimi naitwa Samuel Kagenya na mimi ni mkaaji wa hapa Nyeri. Lakini ya maaskofu walisema mambo ya ukweli. Kwa sababu kwa vile tunaona nchi inaendelea, haiendelei mzuri. Kwa sababu ukiangalia serikali inaanza kuitisha watu code, inawaitia kwa njia ile haifai. Kwa sababu watu nikiangalia hii nchi watu wamesoma na ni watu wengi. Sasa watu wale wanaajiriwa kazi ni watu wachache sana. Sasa kama wanataka kuokota makoti, watu wanapewa pesa, watu wanaajiriwa, wanatakiwa waajiriwe kama miaka tatu wakiondoka, ili serikali naye iwe mtu huyu, kwa sababu atakuwa akitoka kwa serikali
si atajua atatoka, ataenda kuweka kabiashara pale. Kwa hivyo serikali itakuja kuchukua kwa ile biashara yake, itakuja kuokota kodi hapo. Ndio hata sisi tunaweza kopesha nchi zingine pesa. Lakini ile kitu inaendelea hii nchi. Tunaona hawa watu sio watu wanatuokosa kwa njia ile mzuri. Kwa sababu angalia vile Big Buga ilikuwa imefunjwa. Uangalie wale hawa watu pesa miaka hiyo miwili. Pesa ile walikuwa wameokota. Walikuwa wameokota pesa ile hujawahi ona. Kwa sababu tunaona hawa watu haendi mzuri. Hii ni nchi ya matajiri. Na kuna maskini haoni kama ni kitu. Wakienda kusema sasa wanafanya nini? Hawataki waseme. Asante sana. Shukrani sana Gakunga. Umesikia tu kutoka kwa baadhi ya wakazi hapa wanasema kwamba wanatetea wale maaskofu, wanasema kwamba yote aliyosemwa na wale maaskofu hapo jana ni ya kweli, na kwamba serikali ikubali kuambia ukweli na kukosolewa wananchi wanapohisi kwamba kuna mahali ambapo wamekosea. Lakini hii ni taarifa ambayo tutazidi kufuatilia na kuongea na kuzungumza na wakazi wengine pia na viongozi kutoka eneo hili, tupate hisia zao ni zipi kuhusiana na huu mjadala ambao unaendelea kwa sasa. Asante sana mwenzangu Clement Masombo kwa kauli hizo za wananchi kutoka mjini Nyeri. Na mtazamaji, hiyo ni baadhi ya hoja ambazo wachanganuzi watakuwa wanajadili hapa kwenye